mimi nataka niambie Gathoni, haungejificha miaka yote. Lazima Mungu angetafuta njia ya kuleta ukweli ili Wakenya wakujue. And today I'm a very happy man because I have been validated. Whatever I've been saying about Gathoni wa Muchomba, finally imewekwa wazi na ishajulikana ya kwamba ni mambo ya ukweli nimekuwa nikisema. Na niambie Wakenya, hii mnaona Third Force hapa, si niwaambia tu juzi mkafikiria tu ni porojo nasema. Kimani Ichung'wah has confessed. Waliketi chini wakaamua kufanya kazi na Gathoni wa Muchomba. Kimani Ichung'wah ni mtu ya William Ruto ya mkono. And whenever I say Third Force ni project ya William Ruto and they are financed by William Ruto, sasa si mumeona ukweli imejitokeza wazi. Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai aka kijana msafi. Na mimi ndio youth leader wa Kiambu County wa chama chetu cha DCP. Na nimekuwa hapa kwa muda mrefu. Na mimi ndio mtu wa kwanza kuambia kwamba Gathoni wa Muchomba anatumika na William Ruto kuhakikisha kwamba ameleta confusion katika mlengo wa upinzani. Na mimi ndio nilikuja hapa nikawaambia kwamba hii kitu wameshikana hapa, hiyo ni project ya William Ruto. Na Gathoni akasema atanipeleka kotini, akarukaruka. Baadaye kurukaruka naye Mungu ni nani? Wakenya wamekuja kupata ukweli na ukweli umekwisha julikana. Na siku Gathoni ameenda huko Matanga kwa kina Kimani Ichung'wah, ndio roho wa Mungu kupitia Kimani Ichung'wah akaongea mambo ya ukweli mchana wazi, kila kitu ikajulikana, ikaandikwa. Kwa sababu I'm very sure kama Kimani Ichung'wah angejua hii itakuja kuandika wa Muchomba, ajulikane vile ambavyo amekuwa akifanya mikutano usiku na hawa watu, najua hangeongea. Lakini kwa sababu Mungu anapitanga katika njia mingi, wakati huu amepitia kupitia Kimani Ichung'wah na Wakenya wamejua ukweli. Mimi nimeona Gathoni wa Muchomba ametoa taarifa kubwa sana siku ya jana, akisema ya kwamba kama iko mtu akona video, Kimani Ichung'wah akisema ya kwamba Gathoni wa Muchomba alienda kwake na wakaongea. Akasema kama iko mtu akona video atoe. Na mimi kwa sababu niliwaambia hakuna siku nitakuja hapa kuwapotezea wakati nikiongea mambo ya porojo. Nikawaambia nikikuja hapa mimi nawaambianga ile kitu ambayo najua ni ukweli. I want to challenge Mheshimiwa wa Githunguri, Gathoni wa Muchomba, mwanachama wa UDA. I want to challenge her. Alisema kama iko mtu akona video atoe. Nimekuja kumtolea video. Hebu mweke Gathoni wa Muchomba video Kimani Ichung'wah akisema vile ambavyo Gathoni alimpata kwake usiku na wakaongea. Na kutoka hapo wakaanza kushikana na kufanya kazi kwa pamoja. Hebu mweke Gathoni wa Muchomba hiyo video kwa sababu alisema mwenye ako nayo atoe ndio hata yeye mwenyewe asikie akiwa kwake. Gathoni wa Muchomba au milio kulia ri agioka akigora akijera we must bring back sanity to our people. Na no kinya tuikare tukiaragiria kwetu. Tondo tukire twatuika ati igwe na igwe andũ a gũthũkangia indo na nĩ igwe andũ a gũcina indo na tukianjia harakati cia gũtigĩrĩra nĩ twacokanĩrĩria atongoria mathiĩ marĩrie andũ na mere andũ ĩyo mĩtugo ti ya Mũgĩkũyũ kana tiguo. Na nĩkĩo ndaria hau na Gĩkũyũ nĩgetha Osoro ndakaigue. Na karibu sana Mheshimiwa Osoro, karibu my sister. Gathoni wa Muchomba, hiyo ni matamshi ya Kimani Ichung'wah. Huyo sio kijana msafi anaongea hapo. Huyo ni Kimani Ichung'wah anaongea. Na anaambia Wakenya vile ambavyo ulienda ukampata na mkaketi chini na mkakubaliana vile ambavyo mtafanya kazi kama timu moja, muanze kuongelesha watu wetu huku kwa mikutano. Sijui mkiwaambia sijui mambo ya vita, sijui nini, sijui mambo ya amani, sijui mambo ya maandamano. Na Kimani Ichung'wah akamwaga mtama kwenye kuku wengi mchana wazi na kweli kajulikana. Na nikawaambia hizi pesa mnaona Gathoni anatoa kule kwa empowerment. Ya? Ni kitu walikaa chini kina Kimani na wakapanga. Ndio Faruku akifanya empowerment kona hii, Kindiki akifanya empowerment kona hii, naye Gathoni wa Muchomba anafanya empowerment kona ile ingine,
wakiwa na Babu Owino, wakiwa na Sifuna na wakiwa na Hamisi. Hiyo ni kazi ya Kimani Ichung'wah, anajaribu kupanga maneno. Na nia yao tu ni moja, kuhakikisha kwamba wamegawa upinzani ili muonekane hamuna sauti moja. Because initially watu wa mrengo wa upinzani wamekuwa na sauti moja. Lakini William Ruto akatafuta mbinu ya vile atagawa opposition. And there comes Wamuchomba na Kimani Ichung'wah wakakaa chini. Ndio kuonekana ya kwamba hata upinzani hawasikizani, sababu kumetoka grupu nyingine ya Gathoni ya Babu Owino na ya kina Sifuna. Juzi nikawaambia hizo mikutano wanafanya, wanaelekewa red carpet, wanapatiwa GSU inawalinda na wanapatiwa pesa ya kutoa. Sasa kwani Wakenya nimuulize, mnataka ukweli mwingine gani? Kijana msafi akikuambia bibi yako ako na mimba, anza kununua pampers mapema. So nilisema Gathoni Wamuchomba ni project ya William Ruto, ukweli imejitokeza wazi. Video ndio hiyo nimemwekea. Na sababu nasikia kila siku Gathoni Wamuchomba anatishia watu atawapeleka kotini. Mimi nataka niambie Bebe Top wakiwa na Chief Gathemba, our radio presenters at Kameme FM. Hii video pia nyinyi nimewapatia, chukueni muicheze huko kwa radio station Kameme on Monday, ili watu wote wa Kenya wasikie hamukuwa mnaongea porojo katika hiyo show yenu, sababu nasikia Gathoni Wamuchomba aliwaambia kwamba atawastaki. I want to tell Bebe Top wakiwa na Chief Gathemba, mambo ya kuomba msamaha hiyo ambieni Gathoni Wamuchomba asahau kabisa. Hakuna makosa mmefanya kinyume na sheria ile ambayo mliongea katika hiyo show yenu. And the video is here, the video is the evidence. Chezeni sasa huko. Kama Gathoni hataki kusikiza afunge masikio. Kwa sababu ile mliongea kwa hiyo show yenu ndio hii video hapa inatembea. Kwani Muthoni wa Kirumba ndiye Kimani Ichung'wah? Kwani Chief Gathemba ndiye Kimani Ichung'wah? Si Kimani Ichung'wah ndiye aliongea na ameandika wazi na video iko. So niambie Gathoni Wamuchomba, hii story ya kutishia watu tuwapeleka kotini, hiyo ni upuzi ya tu ya mambo ya zamani hiyo. Kwa siasa hauwezi peleka mtu kotini eti kwa sababu ameongea kitu ukweli. Si wewe Gathoni unaongea siasa kila siku? Si unaongea siasa kila siku? Hata wewe tungekupeleka kotini kwa sababu iko mambo mingi umeongea sana. Juzi nimesikia umeandika ya kwamba ati hautasurutishwa kuingia katika mlengo ya watu ambao ni wa kabila. Gathoni Wamuchomba umesema hautasurutishwa kuingia mlengo ya ukabila. Ile unaita mlengo ya ukabila ni mlengo ya kina Rigathi Gachagua, kina Matiang'i na kina Kalonzo na kina Eugene. Kama hiyo ndio unaita mlengo ya kikabila, Gathoni Wamuchomba, nataka nikuambie hiyo mbinu mmekaa hapo mkakoroga na hao kina Ichung'wah to label the leaders of opposition ati ni wa kabila. Sasa unakuja kujifanya wewe sasa ni msafi. Ndivyo maana umechukua Babu Owino, unamzungusha hapa, unampeleka Inoro, unampeleka Kameme, akuja ongelesha Wakikuyu apatiwe kule za Nairobi. Ndirenda gukwira Gathoni Wamuchomba, ithuĩ twĩta andũ agema nĩ tũiguithanirie gĩtĩ kĩa gavana Nairobi, tutikahe mũndũ ũngĩtiga mũndũ agema. Na ndenda gucokera ha kamera-inĩ. Right? Akorwo wena igoti rĩa guthitanga andũ arĩa kabira rĩ, oga guthitanga mande igoti rĩa andũ arĩa kabira. Ndauga atirĩrĩ, gĩtĩ kĩa gavana Nairobi tutikahe mũndũ ũtarĩ thĩinĩ wa family ya agema, tukahe mũndũ agema. No guo rathiũrũkia Babu Owino, njĩre andũ aitũ akĩrĩma, nĩ mũronire Babu Owino nĩ project ya Gathoni Wamuchomba. Na nĩkĩo aramũtwara akamuthondekera show kũrĩa Inoro. Ararega gũtwara radio cia Jaruo nĩkĩ? Na andũ arĩa angĩ athia karia ruga yakwa kuga mamoe kura. Nĩkĩ arathiũrũka tu radio cia Gĩkũyũ gũkũ. Tondũ nĩ maramenya inyuĩ mwĩna kura cia kwa Nairobi gĩtĩ kĩa gavana, inyuĩ mũngĩhĩtũkia mũndũ. Rĩu mokĩte Gathoni arehe haha makunga tondũ nĩ mahetwo mbeca moke mamũkoni gĩtĩ kĩa gavana Nairobi. Tutigwĩtĩkĩra. Akorwo Gathoni Wamuchomba aratwĩta arauga tũrĩ a kabira tondũ tutira support Babu Owino rĩ, tũrĩ a kabira, roka igoti-inĩ mande tũrĩ a kabira, right? Tũrĩ a kabira. Tutigathura Babu Owino Nairobi, tũgũthura mũndũ wagema. And I want to tell His Excellency Rigathi Gachagua, wakiwa na Martha na Kalonzo Musyoka, kaeni chini, mkubaliane, mtupatie mtu mmoja ambaye ako na akili sawa, atusaidie kule Nairobi kama gavana. Because we are in agreement as the Gema family. Kiti ya Nairobi tumeipeana mara mingi. Ile kitu tunalipwa nayo ni kuchomoa biashara. Kiti ya gavana tumeipatiana mara mingi. Mara mingi tumesema ati sisi hatutaki mambo ya ukabila, tunapatiana kiti bure. Ile kitu tumelipwa nayo ni watu wetu kuchomoa biashara. Na watu wetu wanamagiwa wakora kule Nairobi ni wanasiasa, wanawapora mchana wazi. Hiyo upuzi hatufanyi this time. Gathoni Wamuchomba roka igoti-inĩ mande.
Nĩ andũ arĩa kabira ũthiũ gathitange kuguo. No tũtigũthura Baba Owino, hiyo ni project yaku. Nikimalizia. Kwa sababu tayari imekwisha anikwa. Kwa sababu imekwisha anikwa. Na imejulikana sasa rasmi. Gathoni wa Muchomba anafanya kazi na William Ruto. Nataka niambie ndugu Matiang'i. Ukifuata Gathoni utapotea barabara. Kwa sababu nimeona mara mingi wakati unakuja hapa Mlima Kenya, Gathoni ndiye anakushikanga mkono. Anakupeleka Kamakis, mnakula samaki hapo. Anakupeleka Thika, unaongelesha watu 5 hapo. Ukiendelea na hiyo barabara bwana Fred Matiang'i. Na tayari imekwisha onekana Wakenya iko wazi sasa. Gathoni wa Muchomba ni project ya William Ruto. Matiang'i, ukiendelea kuonekana na Gathoni wa Muchomba, hata wewe tutakuwa na maswali. Tutakuwa na maswali. Na siongei hii nikiwa na ubaya. Unajua mimi sinanga kitu ya kuficha. Tukikuona tena na Gathoni wa Muchomba, hata wewe Fred Matiang'i tutakuwa na maswali. Na sitaki tufike hapo. So the best thing, imeanikwa wazi, Wakenya wamejua wa Muchomba, he's working for William Ruto. Matiang'i, jitengane na yeye. Change your style of politics. Usipofanya hivyo, tukiendelea tu, mambo mengine hapa tutakuja tu na tutasema. Kwa sababu kama iko kitu tumejitoa kuongea, na hiyo ni kitu ambacho tumeahidi wa Kenya. Round hii tutapiga siasa ya kuambiana ukweli. Na tutaambiana ukweli mpaka dakika ya mwisho. Wale watachoka watatokea mapema. Kama sasa venye wa Muchomba ametishatokea mapema. Sababu hata Githunguri we are coming. Hata Githunguri we are coming. We as DCP tuko na candidate tunakuja, we are coming. Tokea mapema, anza kufunga virago zako mapema, enda huko Sugoi. Hatuwezi fanya kazi na watu ambao ni wasaliti. Kila siku mtu anajifanya anatetea vijana. Mchana unajifanya unatetea vijana, usiku unaendea pesa kugawa watu wetu. Usiku unaendea pesa kuungana na serikali ile ambayo inaua watoto wetu. Nimeona umeandika taarifa kubwa pretending to be ambassadors of young people and advocating for them. And at the same time you are eating and sleeping with the same crooks who are killing our young people. Hatuwezi kubali hiyo. That one we cannot agree. Kwa hivyo sitasema sana leo. Nilikuwa nimekuja kuonyesha Gathoni wa Muchomba ya kwamba tuko na evidence, video iko. Kwa sababu alisema mwenye yako naye atoe, nimetoa. Mumwambie kama iko zawadi alikuwa anapea mwenye yako na video. Najua yako na namba yangu. Hiyo zawadi sasa, hiyo zawadi angepatia mwenye yako na video sasa anaweza tuma. Kwa sababu tumeanika wazi na video iko, that is the evidence. Tutachukua maswali, maybe 1 or 2 questions and then we stop at that point. Tumeona president leo ameweza officially launch SHA. Sijui na amesema kwamba sasa unaweza enda hospitali yoyote. Unahitaji tu kuregister alafu sasa utatibiwa. What is your take on that? My take on the issue of the SHA, niambia William Ruto before he introduced hii mambo ya SHA, tulikuwa na NHIF and it was working effectively. Hakuna mtu alikuwa anangojea kupigiwa simu akienda kwa hospitali ati ndio NHIF ulizo kama itakulipia ama haitakulipia. Na hakuna hospitali katika Kenya ambaye hakuna mahali NHIF haikuwa inatumika. So the issue of kutuambia sasa sijui amefanya nini SHA, sasa sijui ameweka wapi, sijui hakuna kufanya nini, hiyo yote ni kipindi na propaganda na mambo tu ya utapeli. Alituambia atatoa NHIF kwa sababu ni mbaya, akatuambia atatuletea SHA ambayo ni mzuri. So what do you want to see? And this is our irreducible minimum. And this is what we are demanding from William Ruto. Hakikisha kwamba SHA inafanya kazi kuliko NHIF. Because one of the reason why you demolished hii mambo ya NHIF, ulituambia ni mbaya na iko na wizi na haisaidii wa Kenya. Ukatuambia utaleta program ambayo itakuwa bora zaidi. Kwa hivyo we want to see a SHA that is working better than NHIF. Na for as long as hatujafika hapo, hiyo ingine yote ni story na hadithi. Na mnajua kawaida mtu anaitwa William Ruto amesomea mambo ya kudanganya kwa televisheni. Yeye kazi yake ni kuongea akiwa kule Nairobi kwa mikutano anadanganya watu, lakini ukienda mashinani kwa ground vitu ni tofauti. In any case tutaambia wa Kenya, hamwezi kuwa mnalipa premium ya SHA ambao haiwasaidii. Mambo ni mawili. Either watu wasimame kulipa premium, kwanza William Ruto aitengeneze, akitengeneza ifanye kazi, baadaye watu wakubalishwa kulipa premium. Lakini wa Kenya hawezi endelea kulipa premium
wanaporwa kila mwisho wa mwezi na abracadabra, kitu ambao haifanyi kazi. That one we cannot agree. So William Ruto, yule ameuliza hiyo swali, William Ruto asituambie na mdomo. Hapana, asituambie na mdomo. Tunataka kusikia yule mama kwa kule Murang'a akifurahia akisema ya kwamba SHA imemsaidia kuliko NHIF. Tunataka kuona yule mama ambaye ako kule Baringo akisema ya kwamba SHA imemsaidia hata bora zaidi kuliko NHIF. Tunataka kusikia yule mama ako Taita Taveta akisema ya kwamba SHA imemsaidia kuliko NHIF. Lakini hizi story na vipindi za kuongea kwa televisheni yakituambia, hatutaki kusikia porojo za William Ruto. Na niliwaambia, hata sijui kwa nini mnasahau, niliwaambia mambo ya William Ruto. William Ruto ni mtu ambaye shida yake haikuishi haraka. Si hata nyinyi mmesikia juzi akiahidi ya kwamba watu watakuwa nalipa 50 shillings kutoka Mombasa kusiji kwenda terminals kule kwa SGR. Akasema atapunguza fare kutoka 800 mpaka 50 shillings. Mmeshasikia kitu kama hiyo? And going by that, hakuna Mkenya hata mmoja anafaa kuamini William Ruto. In fact, ukitaka kujua hata wewe uko na shida, uko na kashida kama Mkenya, ni kuamini ile mambo William Ruto anasema. Hakuna kitu ya William Ruto tutaamini ya mdomo. Tutaamini ile tunaona na macho. Hata aseme nini, ama apige mdomo na kiasi gani, ama hata akanyange gari juu. Hata sasa aanze kuongea akiwa kwa ndege juu. Wacha sasa keri ya gari. Hakuna kitu hata yake moja tutaamini ya mdomo. Tunataka kuona na macho. For as long as William Ruto ndiye anaongea hiyo maneno, because hatuwezi muamini mahali tumefika. Ya? Na niambie watu, tukisema William Ruto amerogwa, hatusemi tu ati kwa sababu tunamchukia. Tunasema William Ruto amerogwa kwa sababu hawezi tuambia hauna pesa ya kulipa capitation na uko na pesa ya kuita walimu State House, unawahonga kila mtu 10,000. Huyo mtu amerogwa hajarogwa? Kati ya walimu na wanafunzi ni akina nani wanahitaji pesa? You know, hata kama haukwenda shule tu, jiulize tu, kati ya walimu na wanafunzi nani wanahitaji pesa? Si ni wanafunzi wanahitaji karo? Sasa William Ruto kuliko alipia wanafunzi karo, hiyo pesa ya karo anachukua, anaita walimu kule na wapatia na waia kila mtu cash. Amerogwa hajarogwa? Ni mwenda wazimu si mwenda wazimu? Hatujaiona kitu kama hiyo sisi. Unaita walimu na wapatia pesa kuliko ulipia wanafunzi karo, vile ambavyo serikali inafaa kufanya. Una pesa ya kulipa mtihani ya watoto wa Kenya, but you have billions of money that you are dishing out anyhowly kule State House kila siku. Wala watalii wanakuja Kenya wakitaka kuona mtu amerogwa, wapelekeni kwa William Ruto waone vile mtu amerogwa anakaanga. Kwa sababu mtu akosoba mwenye hajarogwa hawezi patia walimu pesa anyime watoto. Tujaiona kitu kama hiyo. Swali lingine ya mwisho. Any other question? If there is no any other question, we are going to stop there. Tuambie wa Kenya, Mungu awabariki, tuweke amani, tulinde nchi yetu, na tutazidi kuzungumza, tutazidi kuongea, tutazidi kukosoa serikali, kwa sababu kikatiba hilo ni jukumu letu kama wa Kenya kuhakikisha kwamba tunakosoa serikali mahali ambapo panafaa. Na tutafanya hivyo bila kuogopa, bila kusurutishwa, na bila kuzua wasiwasi ama uoga yoyote na mtu yote yule. Asanteni sana na Mungu awabariki.